Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa vipindi vyetu. Leo nimekuandalia somo hili ili uweze kujua jinsi ya kujiunga na Facebook, jinsi ya kufungua akaunti ya Facebook kwa urahisi kabisa ili uweze kufanya mambo yako ambayo unahitaji, aidha kuposti zozote zile, aidha kuangalia posti za watu. Kwa hiyo njia rahisi ya kufanya kwa wewe ambaye hujawahi kufungua akaunti, ndo mara yako ya kwanza, basi sikiliza kwa makini na imani utanielewa maelezo haya rahisi. Cha kufanya, utaingia katika faili la Facebook. Ukiwa hujalidownload basi unaweza ukalidownload, lakini kama tayari uko nalo basi utaingia tu hapo Facebook. Baada ya hapo wanakuambia phone or email. Alafu chini wanakuambia password. Hapo wanakuambia login. Lakini kwa kuwa wewe haujafungua account yoyote, utashuka huko chini kabisa palikoandikwa create a new Facebook account hapo. Baada ya hapo wanakuambia join Facebook. Chini huko wanakuambia already have an account, kwamba tayari una account. Wewe unaachana napo huko chini. Utabonyeza hapa palikoandikwa next. Hapo. Enter the name you use in real life, kwamba andika majina yako ambayo ni ya ukweli, ambayo unayatumia katika maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo hapo inategemeana kama unataka kuandika uhalisia wa maisha yako, kwa kuwa ni vizuri kuandika uhalisia wa maisha yako ili kwamba hata siku ukija kutumia simu nyingine au kompyuta nyingine iweze kukupa uwepesi wa kukumbuka. Kwa hiyo tuchukulie hapo jina la kwanza naitwa Geoffrey. Alafu hapo mbele wanakuambia last name, yani jina la pili. Jina la pili Ngasapa. Baada ya hapo unabonyeza next. Baada ya hapo wanakuambia what is your birthday, yani umezaliwa lini. Kwa hiyo hapa tunaona tuna miezi hiyo, tuna tarehe, tuna miaka. Kwa hiyo utashusha au utapandisha kwenye mpaka mwezi ambao wewe umezaliwa. Tuchukulie umezaliwa March, tarehe labda 3. Tarehe 3. Hii hapa. Mwaka tuchukulie huo 2000. Baada ya hapo unabonyeza next. Sorry. Baada ya kuweka 2000 nikaweka 2020. Ndio maana wamekwambia it looks like you are entered the wrong info. Kwa hiyo kwamba yani nimeenda tofauti. Wenyewe wanajua ukidanganya sometime wanakunasa tu chap na haraka. Kwa hiyo baada yani hamna mtu ambaye amezaliwa mwaka 2020, kwa kuwa hii video ndio hivi imetengenezwa mwaka 2021, kwamba wewe ulizaliwa mwaka jana uwe na mwaka mmoja, so kweli. Kwa hiyo mwaka tunaweka 2000 hapa, huu hapo. Baada ya hapo tunabonyeza next. Kisha bonyeza, tayari tunaona wanakupa options za kuendelea. What is your gender, yani wewe ni jinsia gani, female or male, mwanamke au mwanaume. Kwa hiyo mimi kwa kuwa ni mwanaume, Geoffrey ni mwanaume, kwa hiyo utaandika male. Baada ya hapo utashuka chini pale kuandikwa next. Baada ya hapo anakuambia enter your mobile number, andika namba yako ya simu, namba ambayo unaitumia. Lakini hakikisha kwamba namba unayoandika ni namba ambayo utakuwa unaitumia wakati wote. Kwa hiyo tushikilie labda ni 0692680320. Baada ya hapo utabonyeza neno next. Wanakuambia choose a password, kwamba chagua password ambayo unataka kuitumia. Hiki ni kitu muhimu sana cha kukumbuka, ni yale majina ambayo umejiandikisha na password, kwa kuwa majina ukishaandikisha inakuwa ni email. Wengine nikisema email huwa nawachanganya, yani mnahisi kama ni vitu fulani ambavyo viko tofauti sana. Email ni majina yako. Kwa hiyo hapa unaambiwa sasa andika password. Tuchukulie password labda tunaandika Wamipalo. Hiyo hapo. Baada ya hapo unabonyeza neno next. Kwenye password hapo utachagua password ambayo ina herufi zaidi ya 4. Haya.
Baada ya hapo wanakuambia add your email, kwamba weka email. Unataka uwe unatumia email ya Geoffrey Ngasapa ambayo ndio hii tumetumia, au email ya Jansa Ngasapa. Hii ya Jansa Ngasapa ilikuwepo tu mumu kwenye simu, kwa hiyo unaweka tu hiyo hapo ya Geoffrey Ngasapa. Tunaona yenyewe kwanza ishajitiki kwa kuwa ndio email ambayo tunafungua. Kwa hiyo baada ya hapo unabonyeza next. Next. Baada ya hapo anakuambia finish signing up. Baada ya hapo una sign up hapa, utabonyeza. Okay, tayari. Sometime huwa anachelewa kidogo kujiprocess hizi process. Kwa hiyo usikate tamaa, ukakata mapema wewe ukawa ni mtu wa kuingia, wa kufanya mwisho unaishia kati unakata. Kwa hiyo sometime huwa inachukua muda kulingana na internet ya sehemu husika. Okay, wanakuambia next time log in with one tap. Kwa hiyo hapa chini wanakuambia save password, kwamba unataka kuisave hii password. Kwa hiyo na save password hapo. Baada ya hapo wanakuambia remember your phone number and password. Wenyewe kwanza wanakukumbusha, kumbuka namba ya simu na password. You will need to enter this anytime you log in on your new device, kwamba utatakiwa kuingiza muda wowote, yani hii akaunti katika device nyingine, yani kifaa kingine, kwamba simu nyingine au kompyuta nyingine. Utatakiwa uingize hizo namba za simu na hiyo password, au la utaingiza email yako ile. Kwa hiyo baada ya hapo unabonyeza tu okay. Email ni yale majina, lakini unapoandika yale majina usiluke nafasi. Yani unaandika kama ilivyo Jansa Ngasapa, uachi nafasi, ni Jansa Ngasapa, Geoffrey Ngasapa. Kama ni Ashura sijui nani hivyo hivyo. Kwa baada ya hapo unabonyeza okay. Baada ya hapo tunaona hapo tayari wanakuambia confirm your account automatic, kwamba confirm account automatic. Hapo tunaona Jansa Ngasapa. Hiyo Jansa Ngasapa isikuchanganye, hiyo ni email ambayo ilikuwa humo, nilishafungua Facebook humo. Kwa hiyo hapo utabonyeza hapa ikiwa na wewe tayari ulishikwa na account ambayo itumii, ila kama hauna nadhani itakuja hiyo moja tu. Baada ya hapo utabonyeza next. Baada ya hapo anakuambia add a profile picture so friend can find you. Andika, weka picha ya profile yako, kwamba katika Facebook unaweka picha gani, picha ya cover pale juu. Kwa hiyo baada ya hapo unaweza ukaweka au uache, lakini tuweke. Tapabonyeza hapo. Baada ya kupabonyeza anakuambia take photo or choose from gallery, kwamba piga picha au chagua kutoka kwenye picha zako. Kwa hiyo tunachagua hapo. Kisha chagua, tuchukulie labda tunachagua picha, utaiklik kisha utabonyeza huku juu palikoandikwa done. Baada ya hapo utaidragi kutokana na wewe jinsi utakavyotaka. Baada ya hapo utabonyeza huku palipoandikwa save. Okay. Baada ya hapo Facebook inakuwa tayari imeshafunguka kama hivyo unavyoona hapo. Hapo tayari unaweza ukatumia Facebook. Hapo anakuambia what's your mind, kwamba unachofikiria ni nini, kwamba unaweza sasa ukaposti hapo. Kwa mfano kama unataka kuposti hapo, kama unataka kuangalia tu nizo hapo, vitu hivyo vinafunguka. Utabonyeza hapo what's on your mind. Hapo utaposti video au picha au maelezo yoyote yale hapa. Tuchukulie labda tunataka tuposti picha. Utashuka chini hapa palipoandikwa photo or video. Kama unataka maneno unabonyeza tu hapo palipoandikwa what is on your mind. Kwa hiyo kwa kuwa sisi tunataka picha tunabonyeza hapo photo or video. Haya. Hapo sasa tuchukulie labda tunaweka picha hii hapa. Utaiklik, baada hapo unabonyeza next. Hapo anakuambia say something about this photo, kwamba ongea chochote kuhusiana na hiyo picha, ielezee. Labda kwa mfano unaweza kusema
nikiwa nacheza mziki, mziki. Baada ya hapo utaenda kule juu palipoandikwa post. Baada hapo tayari inajiposti, wanakuambia posting hapa. Kwa hiyo haka kaduara kakijaa hapo, picha tayari inakuwa Facebook. Kwa mtu anaweza kuiona akiwa Facebook, wale marafiki zako. Hivyo kama unataka kujiunga marafiki, basi utaingia tu hapo sehemu ya search marafiki, automatic sometime huwa anakuletea tu wenyewe. Kwa utabonyeza hapo, utaadi marafiki, basi inakuwa imeisha tayari. Hapo wanakuambia your post was shared, kwamba tayari usha post hiyo picha yako. Unaona hii hapa. Basi nadhani nimeeleweka. Bye bye mpaka wakati mwingine, karibu tena. Lakini ikiwa una chochote cha kuniuliza, aidha hujaelewa au na chochote kile cha kushare na mimi, basi unaweza ukashusha comment yako hapo na mimi nitapita nayo, nitakujibu. Bye bye mpaka wakati mwingine.